walikuwa wanakula maisha, wanaponda mali, wasema kufa kwaja. Ndio hawa watu waliokuwa wakistarehe maisha hayo, na walikuwa wana maisha ya anasa, lakini hawakuwajali wale ambao walikuwa wakiteseka. Hawakuwajali wale ambao waliokuwa na shida mbalimbali. Hii ndugu zangu ni picha ya watu wanaojifungia kwenye raha zao, wakiwa na mali nyingi sana, lakini hawatambui wala kuguswa na mateso ya jirani zao. Nasi ndugu zangu, katika jamii zetu tunaona mfano huu, katika familia zetu, katika jamii zetu, ya kwamba tumekuwa ni watu ambao hatuwajali watu wengine. Kuna watu ambao wako kwenye mateso makali, watu ambao wana shida mbalimbali, watu ambao wanahitaji msaada wetu. Lakini ni ajabu, unamuona kabisa ni jirani, ni ndugu, huyu yupo kwenye mateso na anahitaji msaada, lakini hatumsaidii. Tunakuwa kama hawa watu ambao wamezungumziwa katika kitabu hiki cha Nabii Amosi, ambao kimsingi walikuwa ni wana wa Israeli. Kula maisha vizuri, starehe kwa wingi, na wakasahau pia kuwasaidia wale wenye shida, wale wenye mateso. Na ndio hapo ndugu zangu, katika viongozi na watu wenye uwezo wanaoishi vizuri, lakini jirani zao wanakufa kwa njaa na kukosa msaada. Nakuta kweli ndugu zangu, ni viongozi ambao wamepewa ni mamlaka hayo na jamii, labda tuseme, lakini jamii hiyo ina mahangaiko makubwa miongoni mwao, lakini wanakosa msaada kutoka kwa hao ambao wamewaamini, na mwisho wa siku wanaangamia. Na hivi ndugu zangu, tunaaswa katika somo hili la kwanza tuwe watu wa kuwasaidia watu wengine, yaani watu wenye shida mbalimbali.